Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Ndugu yangu, nilikuwa nataka nikufahamishe jambo kwa uchache wa muda juu ya madhara ambayo mwanadamu anaweza kuwa anayapitia. Madhara haya nitakayokuonesha ni aina 26 ya madhara ambayo yanaweza kukusumbua na jinsi gani unaweza ukayaondosha. Kwanza, kwa mtu mwenye tabia ya kuwa anakazwa mishipa ya shingo inamkaza, au moyo unapeperuka, mfano wa presha, kupoteza uwezo wa kumbukumbu, kuhisi kama hauna amani na kujiona mpweke, kukaa kama zezeta, kutoa ama kuota unasafiri na kufuatwa na watu wakupeleke kusikojulikana, na kuwa unapata pesa na pesa zako zinakwisha katika maovu. Unapata pesa kwa njia ya jasho na ya halali, lakini zinaisha katika mifumo ya maovu. Kisha pesa zinakwisha bila kujua umefanya nini. Akili yako inakushawishi kukudhuru ama kutamani kujiua ama kutenda jambo la kukuangamiza, kukasirika ovyo na kuwa kama mtu asiyejithamini. 11, mtu kuishi bila kupiga chafya. Unaishi hupigi chafya, jichunguze. Alafu tutakuja tufafanue kwa nini mtu unaweza kuishi bila kupiga chafya na sababu ni nini. Mtu ukilala huoti, na ukiota hukumbuki ulichokiota. Kila unalofanya ni hasara na huna mafanikio. Kufilisika hovyo, hata kama ushirikiane biashara na tajiri utafilisika. Kuandamwa na nuksi na mikosi, kufanya kazi kwa bidii na hakuna faida inayopatikana, kutothaminiwa na watu unaoongea nao ama watu unaoshirikiana nao ama watu unaoishi nao hawakuthamini, kutuhumiwa hata kwa jambo ambalo hujalifanya, kutengwa na kusahaulika na watu na hasa wale wanaotakiwa kukusaidia. Yaani kipindi unachohitaji msaada, watu wanakusahau kwamba wewe ni mhitaji. Kupoteza vitu vya thamani katika mazingira tatanishi. Kuna hali ambayo unaweza kuwa unaishi katika nyumba ambayo unakaa ndani, unakuwa unasikia kama vishindo juu ya bati, au kama mchanga unamwagwa, ama kama kitu kizito kimetua mida ya saa 3, saa 5 na saa 11 usiku. Mtoto chini ya miaka 7 kulia hovyo ama kuweweseka ama kuota ndoto za vitendo. Mtoto anaweza kuwa anaota anatembea, anakwenda mpaka mlangoni kutaka kufungua mlango. Nyumba unayolala inakuwa nzito na inakuwa na vituko kama vile milango kugongwa, unasikia hodi, au kama kusikia upepo na milio ya wanyama ya ajabu ajabu, paka analia kama mtoto, mbwa analia kama mbuzi na kadhalika, au panya wasiokula vitu ndani. Kunakuwa na panya wengi wenye fujo lakini hawali kitu. Kuumwa kwa kupokezana ndani ya nyumba. Na kama unafuga, basi mifugo inakuwa haina uzao, ima mifugo inakufa bila sababu za msingi. Mwili kutetemeka upande mmoja, kuota unakula vitu usiku na ukiamka unaamka ukiona kisirani pamoja na kichefuchefu, kuota unafanya kazi na kuamka ukiwa mchovu. Tumbo lako linakuwa linacheza mfano wa mjamzito kwa wanawake. Na mwisho, kuwa iwapo nyumbani kwenu kuna mchawi, basi nyumba hiyo huwa mkilala mnalala fufufu kama watu mliokufa, na mkiamka kila mmoja anaamka akiwa hoi bin taban. Hii inamaanisha nini? Kuna mambo matatu yanaweza kuwa yamekusibu. Ikawa hiyo nyumba inatembelewa na wachawi na ni kituo katika vituo vya wachawi. B, ikawa wewe muhusika umechukuliwa nyota. Ima tatu, ikawa umechukuliwa kimvuli. Hapa tukizungumza nyota na kimvuli ni darasa pana, ambapo tutakuja kukaa kitako kuzungumzia kwa utulivu dalili za mtu aliyechukuliwa nyota. Sasa suluhisho ni nini? Kwa mtu ambaye unaandamwa na matukio haya, jambo la kufanya la kushauri, nenda Kariakoo. Ukifika Kariakoo, pale karibu na duka la Sunderland, katika ile maduka ya dawa pale Kariakoo, ulizia dukani kwa Mustafa, kuna duka limeandikwa Tahfifu. Duka kama la 3 hivi kutoka Sunderland limeandikwa Tahfifu.
kwa Mustafa. Ulizia dukani, na ukishindwa kwenye maduka ya dawa za asili pale, ulizia dukani kwa Mustafa au kwa Mama Ruqayya. Ukifika pale, nenda kamwambie nataka udi unaitwa Nuksi Khalas. Udi huu hakuna duka lolote Tanzania linauza isipokuwa ni hilo tu. Kama uamini jaribu, kama unaamua kujichosha. Lakini kama utaki kujichosha, nenda hapo dukani kamwambia nataka udi Nuksi Khalas. Udi pakti yake unauzwa, box lake unauzwa 60,000, ndani zinakaa pakti 13. Uudi upukuchue, weka kwenye maji kijiti kimoja, nenda kaoge. Ukitoka kuoga, chukua kijiti kimoja, choma. Kwa matumizi yake ni hayo, ni kuchoma na kujifukiza. Mambo yako yatafunguka ajabu ya Rahmani. Mambo yako yatafunguka na hutuamini. Kama wewe ni katika watu ambao mambo yao yamefungika na hawaelewi wapi watafungukiwa, tumia huu udi. Ndani ya mwezi mmoja utakuja hapa katika chaneli yangu hii na kusema wallahi nimenufaika na udi Nuksi Khalas. Unaitwa Nuksi Khalas. Udi Nuksi Khalas unauzwa Kariakoo, dukani kwa Mama Ruqayya au kwa Mustafa, karibu na duka la Sunderland. Na kwa wale walio nje ya Dar es Salaam, unaweza ukapiga simu alama ya kujumlisha 255 652 711111, alama ya kujumlisha 652 711111. Utapiga simu, utapewa gharama ya kusafirishia, ambapo usafiri wa basi au wa boti ni shilingi 15,000 na gharama ya Bolt shilingi 5,000, inakuwa 20, jumlisha 60 ni 80. Kwa hiyo hii gharama itakuwa ni juu yako. La, ukiona gharama hiyo ni kubwa, fika mwenyewe dukani kwa Mustafa au dukani kwa Mama Ruqayya, mwambie nataka udi Nuksi Khalas kwa shilingi 60,000. Boksi yake ina kama katoni yake zinakaa pakti 13. Utastaajabu, utashangaa jinsi mambo yako yatakavyofunguka. Si kila kitu tu ukaliwe kuku, si kila kitu kavunje nazi. Tumia hii njia, utakuja kunishukuru. Nite Hakimul Jinni, Chief Nusura El Majid. Assalamu alaikum.